vazi ambalo litazungumza, litarekebisha tabia za nje. Haleluya. Kwa hiyo leo tunavua. Kama kuna watu ambao walikuwekea mipaka, walikutaja, wakasema una sura ya kichawi, leo tunavua katika jina la Yesu. Kuna watu ambao walizungumza kabisa, na wamezungumza hata kijijini kwenu. Wamesema nyinyi sura yenu, ukoo wenu, mna vazi la umaskini. Hatutakaa tuone gari, hatutakaa tuone nyumba. Wataona nyumba, wataona gari, wataona pikipiki, wataona chochote kile wanachoona. Kwa hiyo hilo vazi leo tunafukuza kabisa. Hilo vazi tunavua kabisa katika jina la Yesu. Kwa hiyo kama kuna watu wamezoea kuona kwenu ni nyumba za tembe, wataona nyumba ya bati. Kama kuna watu wamekupangia kwamba wewe utatembea miguu milele na milele, wataona unaendesha gari. Kama kuna watu wamekupangia wewe sio mtu wa biashara, sio mtu wa duka, wataliona duka. Hilo ni vazi la Mungu. Kuna watu wanaweza kusema wewe uzai, ukoo mzima unatembea unatukanwa, umevaa aibu, matusi yanakushambulia, utazaa katika jina la Yesu. Hilo ni vazi la Mungu. Ni vazi ambalo litakuwa ndani ya moyo wako. Ni vazi ambalo litatembea na wewe. Utashika mimba mahali pasipo pa kushika mimba. Utajenga mahali pasipo pa kujenga. Utapita mahali pasipo pa kupita. Utakwenda mahali pasipo kwenda. Utaingia mahali ambapo hawaingiagi, utaingia. Utafanya biashara mahali ambapo hawafanyi biashara, kwa maana umevaa Mungu, umevaa kama vazi. Kwa hiyo hatuishi kwa historia ya ukoo, tunaishi kama Mungu aishivyo. Haleluya. Kuna misemo wakati tunapata uhuru wa nchi hii, walisema mchagua jembe si mkulima. Leo tunachagua jembe ili tuwe wakulima. Sio kila jembe la kutumia. Walisema msemo wa kwanza, walisema mwenda pole ajikwai. Utajikwaa. Leo ni kwenda mbio, ni kwenda kwa haraka. Utajenga kwa haraka, utasoma kwa haraka, utakwenda kila kitu haraka, utauza mandazi haraka, utakila kitu kwa haraka. Kwa hiyo misemo ambayo inatuvalisha umaskini, misemo ambayo inatuchelewesha, hatuitaki katika jina la Yesu. Haleluya. Ya. Umesikia shuhuda, umesikia mahubiri ya kwanza, amefafanua kidogo. Baba yetu hapa amefafanua kidogo kwamba jinsi ya kuvaa, si ndio jamani? Asubuhi umeamka, umevaa mavazi alafu kakimbilia kwenye kioo, na saa hizi tunavaa alafu tunakimbilia kwenye Biblia. Uko tayari? Kwa hiyo usiwe na uhakika na kioo cha duniani, uwe na uhakika wa neno linakuambia nini. Katika Zekaria sura ya 3 mstari ule wa 2 hadi ule wa 5. Zekaria sura ile ya 3 mstari ule wa 2 mpaka ule wa 5. Nitasoma katika jina la Yesu. Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee ewe Shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Na huyo akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo
zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nimekuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema, na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatuendi kwa historia. Yoshua, mtoto wa kuhani mkuu, Yoshua ambaye alitaka kuendesha ibada kwa mazoea, Yoshua ambaye Biblia inaonyesha kwamba alikuwa ni mtoto wa kuhani, na Yoshua labda alikuwa amezoea ibada ya baba yake ambaye ni kuhani, na Biblia inasema Yoshua alikuwa amesimama mbele za Mungu akitaka kuabudu. Lakini wakati anaanza ile ibada, mbinguni wakawa wamejua kasoro za Yoshua, kama vile zilivyo kasoro za kwako, nyumbani kwako, kwenye familia yako, kila mahali unapotembea. Biblia inasema Yoshua wakati anaabudu alikuwa amevaa mavazi machafu sana, ambayo mstari wa kwanza inaonyesha shetani alisogea kwa Yoshua kuvuruga ibada ya Yoshua kwa sababu amevaa mavazi machafu. Ni kweli, alipata ushahidi wa kutosha kusogea kwa Yoshua. Mstari wa kwanza unaonyesha jinsi Yoshua alivyokuwa anaabudu na jinsi shetani alivyomsogelea Yoshua polepole kwa sababu ya mawazo ya kumwabudu Mungu, kwa sababu ya mawazo machafu. Shetani akasogea. Haleluya, haleluya. Wangapi asubuhi hii hawana hela kabisa mfukoni, wanasema sina hata sentano? Wanyoshe mkono. Hawafiki hata 20. Hilo vazi tutavua leo katika jina la Yesu. Na wewe uliye nayo 500 ambayo hujanyosha mkono, mawazo yako sio ya 500. Mawazo yako yawe mbele zaidi. Maana kitendo cha kuto kunyosha mkono umesema nayo, tukikusachi mfukoni una 500, hiyo sio hela. Ungelisema sina, maana hata hiyo 500 haikurudishi nyumbani. Hasa Biblia inasema Yoshua alikuwa na hewa kidogo na harufu kidogo ya kuabudu, lakini alikuwa na shida kidogo ya mavazi, ya tabia, ya mfumo, ya muonekano, ya kule kuonekana kwake mbele za Mungu kulikuwa na kasoro. Biblia inaonyesha Mungu akasema, kulikuwa na malaika amesimama pale, akasema amesimama karibu. Akasema kabla Yoshua hajasimama, kabla Yoshua hajaabudu, ninaomba toe hayo mavazi yaliyovaa, ambayo hayo mavazi yamemsogeza shetani, yamesogeza mapepo, yamesogeza magonjwa, yamesogeza kila kitu, yamesogeza ukimwi, yamesogeza kansa. Hilo vazi lazima tuvue leo katika jina la Yesu. Nataka ukisimama mbele za Mungu, ukisema Yesu anaokoa, awe kweli anaokoa. Ukisema Yesu ni tajiri, wewe uwe tajiri. Ukisema Yesu ni mwokozi, wewe awe mwokozi kwako. Usisikilizie kwa jirani, wewe uwe namba 1. Na kama watu ambao wanapaswa kutengenezwa kuwa watu wapya, kuwa watu wazuri, kupata kwanza
Watu ambao wanatakiwa wawe matajiri wa kwanza kabisa duniani ni watu waliokuja hapa. Halafu na wale walio mbali wanaosikiliza haya mafundisho saa hizi, hao ndio wawe wa kwanza kabisa kuwa matajiri, kuwa kichwa wala sio mkia. Kwa nini? Wamesogea ili wajadiliwe tabia zao kama Yoshua alivyojadiliwa. Biblia inasema malaika akamwambia wale waliosimama karibu naye, mvueni nguo hizo zenye uchafu. Zina uchafu, lazima ziondoke. Zina magonjwa, lazima ziondoke. Zina ukimwi, lazima ziondoke. Zina tabia ya kuvunja ndoa, hizo mavazi lazima ziondoke. Zina tabia ya kuwafanya watu mazezeta, lazima ziondoke. Zina tabia, hizo nguo zina tabia ya kuwafanya watu wawe maskini, lazima ziondoke ili wawe matajiri. Biblia inasema wakamvua zile nguo, zilikuwa zifai. Halafu hapo zikabadilishwa nguo ambazo zinamfanya asogee mbele za Mungu, hata akisema Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Hata mbinguni wameungana na Yoshua. Tunakwenda pamoja? Unaelewa kidogo? Tuko pamoja? Uko tayari kuvua? Nataka ukienda kwa Mungu usijiambie wewe, mimi ni mdudu, mimi ni umbwa, mimi sikujua, mimi si wajali, mimi si cha usiku, mimi cheusi. Ukienda kwa Mungu useme wewe ni cheupe. Hakuna cha usiku wala cha mchana. Hamna sikujua. Unaenda una jina la sikujua. Ndio maana ofisini hawakutambui. Ndio maana kila mahali hujulikani. Angalia sana vazi ulilo nalo. Unaenda ofisi hii wanakataa, ofisi hii wanakataa, ofisi hii wanakataa. Vua vazi katika jina la Yesu. Hata kama ukoo wenu huwa hawapati kazi, pata katika jina la Yesu. Hata kama kwenu hawanaga meza pale Kilombero, pale soko kuu, ukawe na meza katika jina la Yesu. Hata kama kwenu hawavai suti, vaa suti. Hata yani una historia chafu ambayo Mungu anaenda kuishughulikia saa hizi. Itaisha yote itaisha. Baba mdogo hana kazi, baba mkubwa hana kazi, baba mkubwa tena hana kazi. Hivi mimi ninakuwa na kazi kweli? Usiishi kwa historia. Lazima tunajua kwamba Mungu ndiye anafanya. Mama mdogo amefukuzwa kwa mume wake, mama mkubwa amefukuzwa kwa mume wake, ukoo mzima mmefukuzwa. Wewe sema sitafukuzwa katika jina la Yesu. Ni aibu kabisa kuachika. Lazima ung'ang'anie kurudi. Sasa anasema wakamvua lile vazi, alafu wakampiga kilemba kizuri ambacho Biblia inasema ni matendo mazuri ya watakatifu. Wakamvalisha mavazi mapya ya thamani nyingi sana. Mgeukie mwenzio, mwambie mfano huu, hii shati inafanana na msemo huu,
mavazi ya thamani nyingi, shati yako ikitupwa barabarani, kuna mtu ataiokota?